Mimi naitwa Ismail Laiza, ni afisa udhibiti ubora, lakini pia ni kaimu meneja wa kanda ya kusini. Leo tunafanya zoezi la kuteketeza bidhaa hafifu ambazo zimekamatwa masokoni kwenye shughuli zetu za ukaguzi za mara kwa mara kwenye kanda ya kusini. Bidhaa hizi ni nguo za ndani za mitumba, bidhaa za chakula ambazo zimekwisha muda wake wa matumizi, pamoja na vipodozi ambavyo vimekatazwa kisheria kutokana na kwamba zina madhara kiafya na haziruhusiwi kuingia nchini. Lengo kuu ni kudhibiti ubora wa bidhaa zilizopo sokoni. Kanda ya kusini tunafanya kaguzi mbalimbali kwenye maeneo yetu ya biashara kuhakikisha kwamba hakuna bidhaa ambayo ipo sokoni iliyokatazwa kisheria au bidhaa ambayo ina madhara kwa binadamu. Tunawaasa watumiaji na wafanyabiashara kuhakikisha kwamba wanazingatia usalama wa bidhaa zilizopo sokoni, kuanzia kukagua bidhaa zao, kuhakikisha kwamba bidhaa zilizopo sokoni hazijakwisha muda wake wa matumizi, lakini kuhakikisha kwamba zile elimu tunazozitoa masokoni, kuhakikisha kwamba bidhaa za mitumba, hasa mitumba ya ndani ambayo imekatazwa kisheria, haziingii sokoni na hawazisambazi kwa watumiaji, kwa sababu bidhaa hizi za mitumba zina madhara kiafya, na tafiti zimefanyika na ikabainika kwamba bidhaa za mitumba ambazo ni za ndani zina madhara kiafya moja kwa moja kwa mtu anayeenda kutumia bidhaa hiyo. Lakini pia kwenye eneo la vipodozi imethibitika kwamba kuna vipodozi ambavyo vina viambata sumu, ambavyo viambata sumu hivi vina madhara kwa afya na kwa ngozi ya mtumiaji. Hivyo basi tutaendelea kutoa elimu kwa wafanyabiashara na watumiaji kuepuka kutumia vipodozi ambavyo vimekatazwa kisheria, na vipodozi hivi ni vile vipodozi ambavyo vina madhara kiafya. Lakini pia kwenye eneo la bidhaa za chakula tunawasihi na kuwasihi wafanyabiashara kuepuka kuuza bidhaa ambazo zimekwisha muda wake. Pale ambapo utagundua kwamba bidhaa husika imeisha muda wake, unapaswa kuacha kuuza, kwani bidhaa hiyo imetengenezwa kuweza kutumika kwa kipindi hicho. Kwa leo tunateketeza bidhaa za mitumba pamoja na bidhaa za chakula na vipodozi ambavyo vina jumla ya tani 1.5. Bidhaa hizi tumezikamata masokoni kwa operation tulizozifanya kuanzia mwezi wa Januari mpaka mwezi wa 3. TBS kanda ya kusini tutaendelea kufanya operation mbalimbali kutoa elimu kwa wafanyabiashara na watumiaji kuhusu madhara na namna ya kutambua bidhaa ambazo ni hafifu sokoni. Naitwa Almasi Hussein Mabodia, ni afisa afya ambaye niko ofisi ya mkurugenzi wa Manispaa ya Mtwara Mikindani. Tupo hapa kwenye zoezi la uteketezaji wa bidhaa zisizoruhusiwa kisheria ambazo zimekamatwa na TBS kanda ya kusini, ambapo sisi ni maafisa wa mkoa maafisa wa Manispaa ya Mtwara Mikindani tunashirikiana na TBS kufanya kazi hii, na wametushirikisha vizuri na kazi imefanyika vizuri na tunateketeza kama mnavyoona uteketezaji unavyoendelea. Madhara yaliyopo kwa watumiaji, zinasababisha magonjwa mengi. Kwa mfano hapa tuna nguo za mitumba ambazo zimechakaa, zinasababisha magonjwa ya ngozi, ila pia zinabeba bacteria, virus na fungus ambapo wanaweza kusababisha magonjwa mbalimbali. Unaweza kuona sasa hivi watu wanaugua magonjwa ya ngozi ambayo yanakuwa hayaeleweki. Umeelewa? Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa madhara. Lakini pia bidhaa kama vyakula ambazo zime-expire zinaweza zikapelekea mtu kupata kansa. Umeelewa? Ila kuna bidhaa unakuta zimebeba sumu kuvu pia. Unaona, kwa hiyo hayo ni madhara ambayo yapo. Pia vipodozi vinaenda kuiondoa ile melanin ambayo ni ngozi ambayo iko juu inayolinda mwili usiathiriwe na miale ya jua. Kwa hiyo hapo ni madhara mbalimbali ambayo yanapatikana. Watumiaji ni vizuri kwanza wakatumia bidhaa ambazo hazijaisha muda wake, ila waangalie bidhaa ambazo zimeruhusiwa na mamlaka, kwa sababu TBS wapo kutusaidia sisi. Umeelewa? Wanathibitisha bidhaa. Kwa hiyo ni vema watumie bidhaa ambazo zimethibitishwa na TBS ili kuhakikisha wanalinda afya yao. Ila na wauzaji pia ni vema washirikiane na TBS na mamlaka za halmashauri kama maafisa afya ili kuhakikisha wanauza bidhaa ambazo ni salama kwa mlaji na mtumiaji.